Okay, hello, allow me to say for you. I hope that you're good. Today we are going to talk about wingi wa usafi wa moyo. The word say that eri wenye mioyo safi, manake au ufalme wa mbinguni wao. So we are going to talk about wingi wa usafi wa moyo ili tuweze kujua, je, inaweza kusaidia mtu aliye na moyo safi? Umejua Mungu anataka wale walio na moyo safi. Somo tunatoka katika kitabu cha Matthew chapter 5 verse 8. Niite mfunzo habari njema Apostle Lins, mara ya kwanza kuwasiliana pamoja nami huku karibu katika mtandao wa yetu. Mungu akubariki na kutende mema, wema wake na fadhili zake sifikie kulingana na kadri ya mahitaji yako. Yote yanawezekana kwa wale walio na imani wanaomngoja Mungu. Yote yanawezekana. So keep waiting, keep going on. I know that God will do you good as you continue walk with God. Wema wake na fadhili zake itaambatana pamoja nawe siku zote pasipo kuaibishwa kamwe. The word of God say, heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Mtu mwenye moyo safi, mtu aliyeumbwa, mtu asiyekuwa na majivuno, mtu asiyejiona ubinafsi, asiyejiona kwamba mimi ndio nadai, mimi ndio nafaa. Umejua kuna watu sample tofauti tofauti, na tunapopata watu sample tofauti tofauti, unapata kuna mtu hata kuongea tu na mwenzake na kuwa ni shida. Unapata kuna mtu mwingine hata kusalimia mwenzake na kuwa ni shida. Unapata kuna mtu hata kusaidia mwenzake na kuwa ni tatizo. So when the word say wenye moyo safi, kuna watu napatanga wako na mioyo safi bwana. Waliumbiwa mioyo. Mtu for example umeenda tu kwa duka yake au pengine kwa kibanda chake, anaanza kuambia oh jamani, asante sana, karibu wakati mwingine, Mungu akubariki na utembee salama. So unasikia vile ambavyo ule mtu amesumuza pamoja nawe, mpaka unakuwa na madai, unakuwa na matamanio yani ya kurudi mahali hapo tena. Unakuwa na matamanio kusema jamani, huyo mtu ameongea na mimi jinsi inavyofaa. So amesogeza roho yako karibu naye. So when the word talk about wenye mioyo safi, na hao ndio watu ambao wenye Mungu wanataka. Una mtu unaweza enda kwake ukashindwa, kwa nilikuwa nimeenda kwa Satan, hata kuongea na wewe aongei na wewe. Okay, you go in a shop or in a supermarket or somewhere, but the way they are treating is not good. When you look the way they are treating you is not good. Hata ibambishi, hata ileti show. But kuna mtu mwingine unaweza enda kwake upata kwamba anakupatia service inaopendeza, anakusalimia before akuserve, anakuambia jambo, uko aje, Mungu amekulinda, uko sawa. Yani hata kama hajakuambia Mungu amekulinda, lakini ako na maneno matamu, maneno nzuri, inaopendeza, inaokubalika. Na hivi ndivyo jinsi ambavyo unaweza kujua na kufahamu ule mtu mwenye moyo safi. So when we talk about heri wenye moyo safi, heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. You can see God in a big way because you don't know which day God is going to come. You don't know who is carrying God. Mwenye amekuja kwako, customer wako, huyo mwenye amekutembelea ndiye amebeba Mungu, ndiye anaweza kufanya uone Mungu ama itakuwa namna gani. Manake when we talk about there, say waliona moyo safi maana watamuona Mungu. Mtu anaweza kutembelea na the way vile ambavyo umemtreat, the way vile ambavyo umempokea, the way vile ambavyo umeongea naye, hakika amwe kukubariki, amwe kufanya jambo ambao pengine inaweza kuchange your life. So it's something so very important to have a pure heart. Having a pure heart will help you, will help your people, will help your generation, because you don't know yule unayekaribisha amebeba nani. We are talking about kukuwa na moyo safi. Heri wenye moyo safi, manake au watamuona Mungu. Let us continue there. Wenye moyo safi, manake au watamuona Mungu. Let us check in the book of Psalm chapter 24 verse 3 and 4. Psalms chapter 24 verse 3 and 4. Saburi, that is Saburi 24 verse 3 and 4. Verse 3 and 4. 24 verse 3 and 4. And the word of God say, talk there. Psalms 24 verse 3 and 4. The word says there, hebu tuchunguze. Nina nani? Okay. Nani awezaye kupanda mlima wa Bwana?
Question mark. Nani awezaye kupanda mlima wa Bwana? Mlima wa Bwana, hawa ni makuhani au ni watumishi. Nani anaweza kuenda kwa? Ukumbuke kwamba unaweza kuenda kwa mtumishi wa Bwana na anaweza kakulaani, anaweza kakubariki, anaweza sema jambo maishani mwako ambayo yatafanya maisha yako isambaratike na kuisha kabisa, au anaweza kuchange your life through the topic, through the word ambao anaenda kuspeak in your life. So that why Psalm chapter 24 verse 3 imesema, nani awezaye kupanda mlima wa Bwana? Ni nani awezaye kusimama patakatifu pake? Ni nani awezaye kusimama patakatifu pake? Usipokuwa na moyo safi, usipokuwa na roho ambayo inahitajika mtu aweze kukua nayo, jamani, unaweza kusimama aje mahali patakatifu pa Bwana? Nani anaweza kusimama kupanda katika mlima wa Bwana? Nani anaweza kusimama katika patakatifu pake? Mungu hataki watu ambao hawana understanding. Mungu hapendi watu ambao ni vugudhai, watu ambao hakika hata ukiangalia unaona huyu ni mtu mpusi tu, huyu ni mtu mpumbafu tu. Mungu anataka na anapenda wale walio na hekima, walio na heshima, walio na moyo safi, moyo ambao imebondeka, mtu ambao anaweza kutulia, mtu ambao anaweza kuvumilia, kukaa pamoja na Bwana, kumsubiri Bwana hata kama itatake how long, lakini umekubali kuvumilia, kumsubiri Bwana. Tunaangalia tunapata Ana jinsi ambavyo alivyoongoja Bwana. Tunaangalia tunapata Job jinsi ambavyo alivyomngoja Bwana. Tunaangalia tunapata mtu ambao anaitwa David alivyotembea na Mungu. When God check about wale wenye mioyo safi, when God speak about wale wenye mioyo safi, he talks about people he knows, wale ambao anajua. Unaangalia unapata wakati moja Yesu alipokuwa anatembea katika mji fulani, una mama mmoja ambao alikuwa kahaba, lakini hata kama yeye ni kahaba ako na moyo safi. Alipomuona Yesu alienda kumkumbatia Yesu, akachukua mafuta yake ya maramu ya bei kali, akaenda akampaka Yesu. Oh my God, rima shaka la baba riba ya kotoba kalimia kozaka ntaraba. Yani yeye akujali wala akujalishwa ni mafuta ya bei kali na nimeipata katika njia ya tabu. Alikuwa amepata hii mafuta katika njia ya ukaaba, katika njia ya kutatanisha, lakini hata kwa hiyo yote akujali, akasema huyu anapaswa kupakwa hii mafuta. Do you know what God told Peter wakati ambapo Yesu alipokuwa anaongea na Peter? Akamwambia, Petro, wewe nilikuja kwako, lakini haukunifanyia moja wa mambo kama hizi, na nimekuwa nikitembea na wewe kutokea mwanzo mpaka saa hii, lakini haujanifanyia mambo kama hizi hata nilipokuja kwako. Lakini huyu mama aliponiona, yeye akasema ya kwamba mfalme anapita, wacha nichukue mafuta ya maramu. Akasema huyo amesamehewa dhambi yote, huyo amebarikiwa kwa sababu ametoa vyote. Mtu aliye na moyo safi anaweza kusaidia watu wengine pasipo kujali, ama mtu aliye karibu naye pasipo kujali. Yani aangalii ni faida gani ambao anaenda kupata, lakini anafanya kile anafanya because ni duty yake, ili aweze kureceive more grace, more peace, more blessing. Glory be to God. So pray God to give you the pure heart. Omba Mungu akupe moyo safi, manake word speak about wenye mioyo safi. Eri wenye mioyo safi, manake hao watamona Mungu. Oh my God. Let us continue in verse 4. What say there? Ni yule mwenye mikono safi yule mwenye mikono safi huyo ndio mtu ambaye anaenda kumuona Bwana. Ni yule mwenye mkono safi na moyo mweupe, yule ambaye hakuinulia sanamu nafsi yake, au kuapa kwa kitu cha uongo. Hakuinulia sanamu mkono wake
wala hakuapa kwa kitu cha uongo. Yani hata maongeo yake, vitu ndani yake imebeba ukweli tupu, ndani yake imebeba ishara ya neema na baraka. My brother, my sister, it doesn't matter where you are today, but what I'm praying for you, Mungu akusaidie hata kama uko katika hali ambao ni ya kutatanisha kwa sababu ya kuwa na moyo chafu. Hiyo moyo chafu ikuondokee ili upate kuwa na moyo safi, moyo ambao unaweza patana hata na neighbor, unaweza patana na mtu ukamsalimia hata uko kwa barabara, because you don't know who you speaking with. Mtu mgani unaongea naye, kesho anaweza kusaidia namna gani? That's why word say, heri wenye mioyo safi, manake hao watamona Mungu. When you continue in verse 4, amesema ni yule mwenye mikono safi na moyo mweupe. Yule mwenye mikono safi na moyo mweupe, hawa ndio watu ambao wanaweza wakaguzwa na Mungu, wanaweza wakaona mema ya Mungu, wanaweza wakapata ushirika wa Roho Mtakatifu, wanaweza wakotawaliwa na Mungu na kupata mema na wingi wa fadhili inayotokana kwa Mungu. Let us continue because we are checking in the book of Psalms chapter 73 verse 1. Psalms chapter 73 verse 1. Saburi 71 73 verse 1, ili tuweze kuelewa mahali hapo. 73 verse 1. And in their word say, hakika Mungu ni mwema kwa Israel, kwa wale ambao mioyo yao ni safi. Hakika Mungu ni mwema kwa Israel, wa wale ambao mioyo yao ni safi. Mtu mwenye moyo safi, that is sing and say, niumbie Bwana, niumbie moyo safi. Yani aliomba akasema, naomba uniumbie moyo safi. Mimi sijui kama ndani yangu nimebeba moyo chafu, sijui ndani yangu kama kumetengenezwa moyo chafu, lakini akasema sasa naomba uniumbie moyo safi, uweke ndani yangu moyo safi, moyo wa kubondeka, moyo iliyo yenye inanyenyekea, moyo yenye inafanya your will. Bwana niumbie moyo safi. That is something so very important. You too better pray that Mungu akupe moyo safi. Manake when we check in verse 73 verse 1, amesema hakika. Yani is assure that you must get, I'm assured that you must have that pure heart. If you have that pure heart, you will receive this and this and this. Kuna wema na utukufu na ukuu yenye huwa inatoka kwa Mungu na Mungu atakupa. Glory be to God. So that why you say ya kwamba hakika Mungu ni mwema kwa Israel. Kwa Israel. Hakika Mungu ni mwema kwa Israel. Israel ni nani? Israel ni watu ambao Mungu aliwatambua, Mungu aliwaelewa, Mungu aliangalia mioyo yao akaona hawa napaswa kuwatawala, hawa napaswa kukaa nao, hawa napaswa kuwasaidia. Ni watu ambao wenye walikuwa na moyo safi. That's why word say, hakika Mungu ni mwema kwa Israel. Na ukirudi hapo chini amesema, nikimalizia, amesema kwamba kwa wale ambao mioyo yao ni safi. Not only Israel, not all Israel, but kwa wale wenye mioyo safi, wale ambao mioyo yao imebondeka, wale ambao wameumbwa wakaumbika na moyo yenye imebondeka, moyo safi, moyo ambao inaweza kusaidia, moyo ambao inaweza kuhifadhi, moyo ambao inaweza ikatetea mtu. Akasema niumbie moyo kama hiyo. I'm praying for you. Bwana akupatie hiyo moyo safi. Bwana akusaidie ukuwe na hiyo moyo, moyo ambao inaweza ikanena kweli na haki inayotokana kwa Mungu. Nawe utaona wema wa Bwana, utapokea fadhili za Bwana, utapata baraka za Mungu, ushindi wa Bwana in your life, ambao hautakuwa na regression kwa sababu ya vile ambavyo Mungu atafanya in your life.
wema wa Mungu na fadhili zake ambatana nawe. Bwana, naombea msikilizaji wangu na mtazamaji, mjalie neema na utukufu, fadhili zako na wema wako ikamfungulie kuwa na hiyo moyo safi, manake wasi wenye mioyo safi watamuona Mungu. Hatujui tutakuonea kupitia nani, lakini twaomba neema yako itushirikishe, itupatie kukuwa na hiyo moyo ambao umetuombea Mfalme. Jina lako itukuzwe ukitenda. Those who are hopeless wapatie tumaini, siku wapatie uponyaji, helpless wapatie msaada, kila mmoja apate kuona na fadhili zako yambatane pamoja nasi. In the mighty name of Lord Jesus we pray and we believe. Amen. For more question and comment, if you have a question, you have a comment in this what we talk about, you can comment me there, ili niweze kujua jinsi ambavyo umepokea habari hizi njema. Mungu akubariki na kutende mema. If you are there, you have a question, nipatie tu pia hapo kwa comment, or you can call me in 0716559199. Ukiandika ujumbe tangulia na jina lako. Please like and share. Comment this, like and share. Make sure that you subscribe to this channel, ili tunapoupload video inakuja na unaisambaza pia kwa watu wengine, itakuwa jambo la maana, na Mungu akubariki kutende mema. Wish you all the best. Mungu akufungulie njia na kutende mema kama jinsi ambavyo unavyoomba. Shalom and shalom. Bye bye.